umenitoa matopeni Bwana. Maleo wa jana Bwana, Yesu umenifanya ere mkosefu wa jana. Na mtazamaji wa Nouvelle Alliance TV, kipindi hewani tunasema kuwa tunamwalikwa ambaye ni mwimbaji wa muziki, ni msanii na anafanya nyimbo za gospel. Dada, jambo. Jambo sana. Labda watazamaji wetu wangependa kujua jina lako. Naitwa Anita Alisha Happy. Anita Alisha Happy. Tuko naye ndani ya studio yetu kwa siku ya leo. Ni mwimbaji wa muziki wa gospel, mama ambaye tunaye hapa. Na anaimba vizuri sana. Mengi sana tunataka kuyafahamu sasa hivi kuhusiana naye na muziki wake. Mama, ni wakati gani ambapo ulianza muziki wako? Muziki wangu nilianza yapata siku nyingi. Siku nyingi. Ndiyo. Kama miaka mingapi hivi? Kama miaka 5. Miaka 5. Miaka 5 unafanya muziki, sivyo? Ndiyo. Ni kitu gani ambacho kilikusukuma hasa ufanye muziki zaidi? Mimi nitasema kwamba ni mwito. Tangu nikiwa mtoto nilikuwa nikipenda sana huduma ya kuimba. Ina maana ulipenda huduma ya kuimba lakini ulikuwa unakimbia kwa sababu unasema una miaka 5 unaimba. Ndiyo. Ina maana ulikuwa unakwepa lakini Mungu ni mkubwa, amekushika kwa leo unaanza kufanya kazi ya uimbaji. Amenishika kabisa. Yeah. Na kwa sasa una nyimbo ngapi katika uimbaji wako? Pandisha mic. Nina nyimbo 7. Nimekusha kutosha nyimbo sasa 7 tayari. Nyimbo 7 ndo ambazo umezifanya. Na hizo nyimbo kuna nyimbo gani na nyimbo gani? Kuna nyimbo ambayo inaitwa Amenitoa Mbali. Amenitoa Mbali. Kuna nyimbo inaitwa Uniongoze. Niongoze. Kuna nyimbo inaitwa Moninga Malamu. Moninga Malamu. Kuna nyimbo inaimba kwa ajili ya watu wa Ninawi. Kuna nyimbo ambayo inaitwa Kitu Kimoja Nilimwomba Bwana. Kuna ingine naimba ni Neno Njema na ingine inaitwa ni Seigneur tu mérites. Hizo nyimbo zote tunaweza kusema zilitoka kwa pamoja ama ulitoa moja baada ya nyingine baadhi ya masiku? Nilikuwa nikitosha moja baada ya nyingine. Moja baada ya nyingine. Asante sana. Katika hizo nyimbo 7, ni nyimbo gani ambayo unapendelea zaidi? Katika hizo nyimbo 7 ninazipenda zote. Ila kuna nyimbo moja ninapoimba nasikia kabisa inanitia kwenye tenzi za roho. Inaitwa Naomba Uyaongoze Baba. Na maana unaimba vizuri sana mama. Asante sana. Tutakusikiliza, tutapata muda kumsikia na hii sauti tutaipata vizuri sana. Sasa mama, tunataka kujua hivi. Ni kwa muda mrefu ulipewa wito. Wito ina maana ni kitu kilikuja toka mdogo, sivyo? Ndio. Na ulikuwa unakwepa sana. Hivi ni miaka 5 unafanya sasa muziki wa Mungu. Unafanya kazi ya Mungu. Sasa. Ni utofauti gani ambao unaona kati ya zile siku ambazo ulikuwa unakimbia kumtumikia Mungu na hivi sasa unaanza kutumika? Utofauti ambao nimeona, ndani ya kazi ya Mungu mna heshima kwanza. Ndani ya kazi ya Mungu mna furaha yake ambayo siwezi kuieleza. Na kitu gani ambacho unakiona ni kigumu sana kipindi unafanya muziki wako? Kitu ambacho nakiona ni kigumu, hakuna sababu, maana ninapoandaa kufanya muziki wangu ninajitayarisha kumuita Mungu ila nisaidie. Asante sana. Kuna mpango wote ambao unaoandaa kwa sasa kwa ajili ya muziki wako au tamasha fulani? Naandaa concert kabisa pale kwa JMC. Pale kusali ya JMC naandaa concert kubwa pale le 27 ya mwezi wa 7. Le 27 ya mwezi wa 7. Kutakuwa concert yake dada hapa. Tutumainia nini kwenye ile concert yako? Mtumainie kwamba hiyo siku mtapokea kabisa. Mtapokea utukufu, mtapokea nguvu. Unaandaa vitu gani na ni nani ambaye anavisimamia zaidi sana? Naandaa vitu vizuri sana. Naandaa nyimbo, muziki mzuri sana. Tasema kwamba ni watatu. Ni watatu. Akiwemo Papa Gilbert ambaye anaongoza Baraka Tala pamoja na kundi lote, akiwemo mume wangu Papa Elish na akiwemo tena kundi yote ya Synergy. Asante sana. Hao ndo wanasimamia hiyo tamasha ambayo naiandaa. Sijui manajeri wako sasa ni mtu gani sasa, ni nani ambaye anasimamia muziki yako? Manajeri wangu ni mume wangu Papa Elisha ambaye ni mzee Elisha. Nyinyi ni wajanja Yaani mnatengeneza pesa ndani kwa ndani
Vizuri sana. Yeah, ni vizuri sana hata na wewe ukiwa na mke wako anaimba, si kwamba ukate kazi zake, ila umsogeze mbele kwa kile ambacho Mungu amempa. Mungu ana sababu yake ya kufanya kitu fulani ndani yake na inabidi ukiendelesha. Asante sana. Hiyo siku tariki 20 na ngapi? Tariki 27. 27 za mwezi wa 7. Ndio. Pale tutakuwa na tamasha kwenye ukumbi wa James Mulengwa. Ni hapa sijui kwenye barabara ya RN5 nyuma ya Eastem. Pale ndo unajua hiyo tamasha itapitikana. Ni pale, ila nitaka kuongezea kwamba kusema nafurahia tena watoto wa Mungu ambao wanaingia ndani ya kisima cha baraka na wameniunga mkono 100%. Yeah, walifanya nini ambacho inafanya mpaka na washukuru mbele za watu? Kwa sababu kuna watu wanakutizama kwa sasa na wanakufuatilia. Yaani miongoni mwa hii muziki mimi nimeipiga, kuna wengine wamenisaidia, nao pia wamenisaidia sana. Vizuri sana. Anita, tulipenda tusikie sasa kionjo ama kakitu fulani hivi kutoka kwako sasa, kulingana na show ambayo tunaenda kuitazama, na hivyo tutahitaji kujua na kusikia utamu wako sasa. Kabla tujaanza, kuna kitu nataka nifanye. Kaka njoo. Kaa. Yeah. Naomba umfuate dada, afu upige ka kitu hivi kwa sababu nakuamini dogo. Mama, piga kidogo. Mpatie kapela kidogo. Umenitoa matopeni Bwana, malewe wa jana Bwana, Yesu umenifanya mkosefu wa jana, Bwana umeniheshimisha. Iyelele. Amen. Najua tariki 27 itakuwa ni hatari sana kwa mwezi wa 7 pale ukumbi wa James Mulengwa. Sivyo mama? Tunashukuru sana, unafanya mambo makubwa zaidi sana, na tunaamini kuwa ni mengi sana utayafanya na maajabu watu wataona pale. Asante. Dada, wewe ni mwimbaji. Nilikuwa na ulizo kidogo. Wewe ni mama wa watoto, si vile? Ndio. Watoto wanachukuliaje swala la mama kuimba muziki? Watoto wamelichukulia swala vizuri, maana ni Mungu ndiye ameniita. Je, katika watoto wako kuna mtu naye ambaye ana kile kipaji cha kuimba? Ndio. Kuna mmoja ambaye umeshirikisha na tutamuona kwenye hiyo show yako? Utamuona kabisa, atakuwa pale. Yaani ananifanana hivi kama vile nilivyo. Una message ambayo unaweza kuitoa kwa wale ambao wanakufuatilia? Message ambayo ninaitoa, nimesema karibu kwa wote le 27 ya mwezi wa 7. Karibu. Ndugu mtazamaji wa Nouvelle Alliance TV, tuko ndani ya studio yetu na tunakuletea siku baada ya siku mambo mapya. Tunaendelea kusogeza vipaji mbele, kukuletea taarifa kwa muda mwafaka. Tunakwambia kwamba utusogelee, uwe karibu nasi, usikose kushare, kulike, kucomment. Tunajua tutakuja kukutana panapo majaliwa. Umenitoa matopeni Bwana, malewe wa jana Bwana,